haribika ama namna gani jameni? Mnasema tupange hiyo kazi isonge namna hiyo, tupange na hawa wabunge. Na mimi naambia hawa wabunge, sasa sheria ile iko bunge ambaye ni ya housing, ile kotini ilisema tupitishe, tunataka by Tuesday iwe imekamilika. Vijana ni wengi wanataka kwenda kufanya kazi. Si vijana mko? Si mnataka kazi? Hebu nione wale vijana hawana kazi kwa hii mkutano. Sasa wewe wa Mumbi, ukienda kung'ethia huko bunge na hawa watu wanangojea kazi, hawa watu watakuzamisha. Si huyu jamaa apitishe hiyo sheria asubuhi? Mnampatia amri apitisha asubuhi na mapema na awache maswali mingi ama namna gani? Wale wanasema sheria ipitishwe watu wapate kazi, nione. Very good. Yes. Sikia wewe wa Mumbi, wanasema amri ya wananchi ndio amri ya Mungu. Si ndio? The voice of the people is the voice of God. Tumekubaliana? Vile vile sisi tumejifunza kutoka muungwana anatoka hapa Nyeri, anaitwa Mwai Kibaki. Yeye ndiye alituambia nchi haijengwi na madeni, nchi inajengwa na kodi. Hivyo ndio Kibaki alituambia. Nyinyi mnanielewa? Mnataka tuendelee hiyo barabara ama mnataka tuende Kenya yetu ipigwe mnada? Tumeelewana? Neguo kabisa. Neduraiguithania. Tumeelewana kabisa. Rais wetu, hii muradi umekuja kuzindua leo. Mimi nilingangana na hiyo muradi nikiwa na shida mingi. Kwa sababu hii muradi tulihangaishwa rais kwa sababu ya kuunga we mkono. Na mimi nikaambia hii watu ya Iriaine wasubiri. Nikawaambia wakuwe na subra. Mimi nilikuwa najua ni nini ninafanya. Nikakuja hapa nikamwambia nimetembea Kenya, nimepima na wewe ndio utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nikawaambia watulie, watupatie muda. Rais wetu hawa watu ya Mathira ni wangwana, mimi na waheshimu sana. Miaka 4 walinikubalia nikakusaidie. Na wakanishikilia hapa nyumbani. Wakiwa na huyu MCA Kavadha na ma MCA wengine wakanishikilia. Wakanipatia ruhusa miaka 4 nikazunguka na wewe Kenya. Na mimi nikawaahidi sitarudi mkono mtupu, nitakuja na kiti. Na rais, mimi nataka nikiwa nyumbani nikushukuru kwa kuniteua nikuwe deputy president wako. Nataka niseme asante. Na mimi rais, nimepewa na hii amri na hii watu ya Mathira nisikuje kukuangusha. Wameniambia nikuheshimu, nikutii, nikusaidie na nikuwe mwaminifu kwako. Na mimi rais nitafanya vile hii watu ya nyumbani wameniambia. Na mimi focus yangu rais ni kusaidia wewe ufaulu. Na hiyo ndio amri nimepewa na hii watu ya nyumbani. Katigwa mojerete. Na wameniambia nilipata hasara kubwa mwaka wa 1992 na 97. Tulipogawanyika watu wengine wakaenda kwa Kibaki, wengine wakaenda kwa Matiba. Tukachanuka, tukakuwa werevu, tukasema never again shall we ever be divided. Na ndio kuanzia miaka hiyo yote tukaungana, tukachagua Mwai Kibaki. Tukaungana, tukachagua Uhuru Kenyatta. Tukaungana, tukachagua William Ruto. Hata uchaguzi ujao tutaungana, tumchague tena Rais William Ruto. In this region, we are very happy with your work. Wewe rais, endelea, kanyangia hapo, sisi tuko nyuma yako. Na tumesema saa hii hakuna uchaguzi, rais afanye kazi yake. Naibu wa rais afanye kazi yake. Governor afanye kazi yake. Mjumbe afanye kazi yake. MC afanye kazi yake. Siku ya uchaguzi ikifika, si tutaonana kwa kiwanja. Kwa excellency, ukijipanga na hawa watu wa Mathira wanaitwa kuuga na gweka. Hawa hawarudi nyuma, wakikushika unaendelea vizuri. Sisi tuseme tuko pale ulituacha, na tunakushukuru kwa sababu ukija hapa hauji bila kitu. Leo umetuletea maji, hata nakumbuka mimi ndio nilikuambia tukiwa hapa kwamba Konyo hakuna lami, ukaanzisha wakati ule ukiwa deputy, lakini ikakwama, sasa umekuamua. Sisi tunakupenda, nitodu na wewe itakuwa kuuga. Na tunaambia rais dogoneke agokaga kai. Nyinyi mnaweza kuwa na allergy ya president akuje mara mingi tena na tena. Asante sana rais. Ya kwanza nakushukuru sana kwa sababu nimeandamana na wewe for the last 2 days. Na umekuja hapa hii Mlima Kenya na maneno umekuja kufanya ni ya miradi ya kusaidia hawa wadosi wetu.
Lakini uliruhusu niseme hivi, Mheshimiwa Rais, hata kama nimesikia wamombi saa ingine na kusukuma, Rais, nikubalisha niseme nikiwa hapa nyumbani pia, hata wewe unanisukuma sana Rais. Niwaambie nanisukumaje? President, mimi unanisukuma na nafurahia. Tukitengeneza budget, ulinipigia mwenyewe na ukasema lazima niweke 4 billion shillings ya wakulima ya kahawa. Ukaniambia lazima niweke 7.2 billion shillings ya fertilizer. Na ukaniambia katika hiyo fertilizer, hata fertilizer ya wakulima wa majani wako hapo ndani. Na mimi najua wodi ya Magutu kuna wakulima wengi wa majani na watasaidika hapo. Rais, pia ukaniambia niweke bilioni 2. Wale wazee wetu, wazazi wetu waliandikishwa katika pesa ya wazee. Ukasema lazima waanze kulipwa from next month. Na ukatuambia kabla tulipwe mshahara kama viongozi, tutakuwa kwanza tunatumia pesa ya wazee, kwanza wanapata kabla tupate mshahara. Na ukasema hivi, hawa wazee mara mingi wanaenda katika bank kutoa hiyo pesa. Ukasema watakuwa wanatumiwa kwa M-Pesa. Mtu anatolea nyumbani aondolewe gharama. Si hapo ni sawa? Na ya mwisho, rais wetu, wewe ulituambia utakarabati maneno ya food security. Ukatupea fertilizer, bei ya unga ikashuka. Wewe ukatuambia hata hii dola inaenda juu. Ukatuambia wewe uko na policies mzuri na shilingi ya Kenya itakuwa strong. Mimi naangalia maneno ya dola na shilingi na naona rais wetu kabisa ulikuwa unaelewa. Sisi tunashukuru wewe sana.